Haya, sura na haya. Kain kod muma abinisi mondo wasom kodi. Basi iwapo una Biblia nitakuambia tupate kusoma pamoja nawe. Kain kalamu kibuk abinisi mondo ndiki. Iwapo una kalamu na kitabu vile vile nitakushauri upate kuandika. Wach masomo kawuono ondiki e Filipi sura 3 line mar 10. Neno ambalo nitasoma leo ni katika kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 10. Pamoja na 11 peke yake. Gima dwaro en mana ng'eyo Kristo. Ninachotaka ni kumtambua Kristo kod teko manochierego na uweza aliyofufuliwa nalo, kendo bedo ng'ama kawo kode masichene na ushirika wa mateso yake, kendo doko machal kode e thone, ili nifanane naye katika mauti yake. Verse 11, mstari wa 11. mondo kanyalore, ili kwa njia yeyote achop e chier mar jomotho, niweze kufikia ufufuo wa wafu. An Ogeda, an Jasumbi, Homa Bay County. Mimi ni Ogeda kutoka Asumbi County ya Homa Bay. An misumba kendo jaote mar Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi tena mtume wake Yesu Kristo. Amiyo jal manochweyo polo gi piny duong'. Ninamuinua sana yule aliyeumba mbingu na ardhi. Kendo akoyo ne erokamano maduong' marom kode. Na pia ninatoa shukrani kuu unaofanana naye. Oseritowa ndalo modong' chien ka ok wanenre wang' gi wang'. Ametutunza siku za hapa nyuma pasipo sisi kuonana uso kwa uso. Osepandowa, osemedowa geno moguru matek ma ok nyal yiengni. Ametuficha akatuzidishia matumaini ulioimarika usioweza kutikisika. Yiena mondo awachni kiikori. Basi niruhusu nikwambie iwapo uko tayari. Erokamano ne Nyasaye moseriti. Baba, ni asante sana kwake Mungu aliyekutunza. Bath mano achaka wach machal gi mano. Kando ya hayo nikaseme jambo linalofanana na hilo. Nyasachi oheri emomiyo intie. Mungu wako anakupenda ndiposa upo. Ang'eyo ni ipuoye kama ibedo na chunyi iye. Najua unamtukuza sana pale moyoni ulikoketi. Chunyi ma iye nyalo gone erokamano kuom hera mokwongo moheri. Tena moyo wako unaweza kumshukuru sana kwa upendo uliozidi juu yako. Kanitie jowetena kata jowete wa moko. Iwapo kuna ndugu zangu au ndugu zetu wengine mosekadhoe kata moseromo gi pek moko, waliowahi pitia au kushiriki uzito fulani, akwayo ni kik uluor nikech un jomoyie. ninawasihi kwamba msihofu kwa maana ninyi ni wale walioamini. Achaka paronu ni Nyasach warruok entie. Na wakumbusheni tena kwamba Mungu wa wokovu kwa hakika yupo. Mano emomiyo pekgo ok oseywero kaka oula ywero kidi. Basi ndiyo maana mizigo hiyo yote haijawafagia jinsi mafuriko yanavyofagia mawe. Bado Bado mpo, basi mwe imara katika mioyo zenu.
Ageno ni bei mar mogo ne okoidu kwena yusawe. Natarajia bei ya unga haikupanda sana kwenyu wakati nilikuwa mbali. Kamano kumlemo maru. Ni asante sana kwa ajili ya maombi yenu. Tiende kanyo kindungeyo my welfare. Na hapo pia mnajua jitihada zangu. Mano en church madongo. Hilo ndilo kanisa ambalo linakuwa Kata mosedongo. au ambalo limekwisha kukua. Lemo maru no meda protection. Maombi yenu yakanizidishia ulinzi. Yo omiateko marabito Yesu marare. Na yakanitia nguvu ya kusubiri kuja kwake Yesu Kristo kwa mara ya pili. Some of you could call me. Wengine wenu wangeweza kunipigia. Kama leo kijana yudo tuolo to call me again negine chomge ndo nyasaye umedrita. Wale ambao pia hawangepata nafasi ya kunipigia simu, ninaamini walikuwa gotini kwa maombi ili Mungu aweze kunimiza. Thank you so much church for your generosity. Ninashukuru sana kanisa kwa ukarimu wenu. God bless you so much. Na Mungu awabariki sana. Neno beru wahinya. Nimeshuhudia wema wenu zaidi. Kuna chunka madaparu weche magdipolo. Kwa hiyo nimesimama hapa ili kuwakumbusheni habari za kwenda mbinguni. Church munawachi nukeni mawanu. Kanisa ili nipate kuambia tumaini tulio nayo. Mamiyo katayamu kudo madak wadura hii. Inayofanya ijapo kuna dhuruba sana sisi hatutikisiki. Hata iwapo mambo yanaingia ya kigeni wala sisi hatutishwi. Kwa sababu ya mafundisho tuliyoyasikia yametuumbia matumaini. Wanaonisikiliza kwa mara ya kwanza huenda wakatatizika. Ni kwa sababu mimi sijapenda kunena kama aliye na ujuzi, bali ninanena mbele zake Bwana kama mtumishi wake. Yule aliye lazimu kwenda atakaa pamoja naye. Yeye ana nguvu sana ndani yangu. Na mimi ni chombo cha kazi dhaifu. Kusudi lake naye atalitenda. Vile anavyokutakia utambue, basi unaweza kutambua. Hebu nikaseme hii upesi upesi ili ibilisi atambue kwamba vita ni kuu. Katika maeneo la nyakati Ramogi Unyelore kwa mwaka 2008 Mungu huyo ambaye ameniweka hapa aliniweka huko nyakati hizo, na pia ameniweka hapa nieleze jinsi apendavyo. Nilisema hivi kwenye mkutano, pasipo kuja tu kighafla bila bali Roho kitaka. Nilisema katika eneo hili nitaporomosha mijengo yote dhaifu kwa jina la Yesu. Na pia kando yake vyumba vya kimatope. Vyumba ambavyo vinaletewa mchanga kutoka mbali sana ikilemea wale waliobeba. Siku hiyo nilikuwa nikifundisha hivi. Kwamba Mungu ni yote katika yote. Naye jela pia ni jela, hata kama ni sehemu zetu kule ya Sumbi bado ni jela tu. Jela tena ni jela, iwapo nyingine ipo Nairobi na mingine kule Kisumu, yote ni jela. Nataka nikusikie kanisa. Ujue ni jela tu jina lake.
Sami na wacho ni amuko in Jesus name udimaga papa. Mama Sami nilisema ninaporomosha kwa jina la Yesu vyumba vya kawaida. Wacho ni mana wacho pio mundo satani ungenyilwe ni. Nasema kwamba ninasema hii upesi ili ibilisi kujua kwamba vita ni kuu. Na wacho ni udimaga papa la okota kwa mateja ikia njini. Nilisema vyumba vya dhaifu hatutakunywa chai ndani yao Yesu anapohubiriwa. Nimeona jambo hilo limewashangaza wengi. Ni kama watu wengi sana washafanya maelewano na vyumba vya kawaida pamoja na vyumba vya matope vinavyotengezwa kisha zinaporomoka. Church, I want you to believe this. Kanisa, ningependa upate kuamini hili. Yesu nyalo adier. Kwamba kwa hakika Yesu ni mweza. Ndio maana Paulo tena katika kiwanja hiki pasipo jambo la kimchezo wala la kuiga, mtu anaweza kaa jinsi atakavyo kwa jina la Yesu. Wanaoandika basi waandike somo langu kwamba that I may know him, kwamba ninaweza nikamtambua, that I may know him, ili nipate kumjua yeye. Mano ipojina makawoni. Hilo ndilo funzo langu la leo. Nusura imaka mawawacho no. Binti Sura, shikilia hapo. Nimesema wawacho karaote no. Kwa sababu tumesema ikiwa tumeongozwa na Roho. Mana mbuke kudimaka pipeline Jesus name. Kule ambako niliporomosha vyumba vya kawaida kwa jina la Yesu. Kauona pipeline kuonge kanyo utolo. Leo vyumba vya kawaida na vya matope hayamo pale tena. Waliamini tena wanafahamu kwamba Mungu alileta hayo kwa mikono yake. Siku hiyo pia sikuonea haya kusema jinsi nitakavyosema hapa pia. Nilisema kwamba hautaondoka hapa. Sio injili hivyo vile unavyodhania. Utendo Tito wa kuinjili. Glory to him. Jesus in Christ is the central of the gospel we preach. Yesu Kristo ndiye nguzo wa injili tunayohubiri. Iwapo tunaweza kufundisha pasipo kumtaja kwenye mkutano, that thing is not real. Basi hakika hilo si kweli. Shika maneno hayo yatakusaidia. Kwa sababu safari hii ingali ndefu. Na ni safari ya kusonga mbele. Nashukuru sana na muinua. Asante ule mwenye pesa. Huu ni kilio chake Mtume Paulo. And let me tell you. Na basi pia hebu nikwambie, Paulo yuagni kaenie jela e piny Rumi. Paulo analia kilio hiki akiwa gerezani kule Roma. Ningependa upate kufahamu mambo yaliyoimarika, yaliyokomaa kabisa. Hata kama hayakuongozi katika maombi, lakini yatakusaidia katika safari hii. Na kuomba pia ni sharti uombe. Hiyo pia hatuwezi tukadanganya watoto wa mapepo kwamba wewe hauombi. Amen. Neno hili limeandikwa kwa mwaka wa 61 baada ya kifo chake Yesu. Paulo ndikeni kanisa mani piny Filipi kaenie jela Rome otwetiende ne gilwete ne engineer. Paulo ameliandika kwa Filipi akiwa kwenye jela kule Roma wakati amefungwa miguu na mikono. Get me? Ipate. Namako the letter ilogoni Epardito. Anayetuma waraka anaitwa Epardito. Kitina mtuwe umbiki tuono mara kuto nyakaloka cha. Ni kwa sababu
amefungwa hana nafasi ya kutembea hadi ng'ambo ule wa pili. Epafrodito ne en ja Filipi mane wuok Filipi dhi Rome kuom neno ja Injili. Epafrodito alikuwa ni wa Filipi ambaye alikuwa naenda kwa Waroma pale kumuona muinjilisti. The welfare of Paul. Hebu tazama jitihada za Paulo. Obione kaka ja Injili obet kako chalo gi ngimane duto. Aende akamuone muinjilisti jinsi alivyo na maisha yake kwa ujumla. Hebu elewa hii. Alipoenda kumtazama Paulo kwa Waroma wakati amefungwa, kaka kanisa pongi hera. Kisha anamwarifu jinsi kanisa ilivyojaa upendo. Iberi duto ma Yesu chiwo ne joma ler. Na wema wote ambao Yesu anapeana kwa watakatifu. Kaka kanisa mar Paul no yudo gi Injili pinyi ne kotegno kuom Yesu. Jinsi kanisa ambalo Paulo alipata katika Injili wanaoendelea katika kuimarika katika Yesu. Mabu ne weche mabeyo ja Injili ane changu chuny Paul kaelie jela. Na haya yalikuwa ni maneno mazuri sana ya kumponya Paulo moyo akiwa gerezani. Nikije no make jaduong nikije Injili mar duong. Kwa sababu alikamatwa kwa ajili ya utukufu wa Injili. Winjimabe elewa hii pia. Paulo na alipoondoka kwake Paulo kodoki church mar jo Filipi akielekea kwa kanisa ya Wafilipi, tulizogi kaka Paul niye jela tok chal ngama niye jela. Anawaarifu jinsi Paulo alivyo mle gerezani lakini akai kama mfungwa. Asante mwanadada. Aneno Paul maja Injili jela tok chalo na. Kama nimemuona Paulo mwinjilisti akiwa gerezani lakini akai. Mimi hajawacho pile ni kanisa mdwani kima buoge. Ndio maana mimi husema kila mara kwamba kanisa haitajiki juu yake mshtuko. Haleluya. Mdwani kima duogo chuni. Bali anahitaji kinachompa matumaini. Mododongi ili apate kukua. Nitakoro jomoko kamoro we awachu mage. Kuna watu niliwakemea mahali wacha hata hii niwaambie. Kuna niwe yellow skeleton gospel here. Nasema usihubiri injili ya vikaragosi. Ndingine anaja ndiko kasichunge jukwaa. Ujue mimi ni mwenye kichani kishasimama kwenye jukwaa. Kitaki chunge diero wa skeleton. Usisimame kati yetu na vikaragosi tena. Ni injili maongeri ngomadehani. Yaani injili isiyo na nyama ya kuliwa. Nikapora engi moto kuruka kotuona. Ni hivyo vitu vikavu kabisa, vitu vya kuiga. Amen. Amen. Sabaro bako ma hiyo chweri ya pagari nyinge ni malo molo nyingi Yesu. Pengine mwanamke aliyetokwa na damu miezi 12 jina lake liko juu kuliko jina la Yesu. Wewe watu ma ndo Lucifer wingi mali. Hebu nikasema hivi pia ili Lucifer pate kuelewa vizuri. Yeye jashi mboni jasana. Kwa sababu yeye ni mwadui wa nyumba la Mungu. Amen. Wewe ndio unanye pinde ndio unyono bondege. Majeshi mungaona watoto wake Mungu wakanyaga tumbo. Kambi nuru mchofu. Ili kambi lao lizame kabisa. Amen. Amen. Kama Yeriko nyinge ni malo wala nyingi Yesu. Ni mahali ambapo Yeriko jina lake limeoniliwa sana kuliko jina la Yesu. Kama nuru Yeriko, nuru Yesu. Hakuna aliyetuma Yeriko, Yesu ndiye aliyetumwa. Kama na uweje mambo mekanisa lobe. Bali hayo ni mambo yasiyowezesha kanisa kukua. Hakuna mimi. Amina. Mambo mekanisa ni nyime. Tena hayo ni mambo yasiyowezesha kanisa kuendelea. Namba 2. Ya pili, okomiwa mnoti wiwasikwa. Haitupati mamlaka juu ya maadui. Kendo okomi geno mane wayudu kumjawadi shiki. Wala haifanyi tumaini tuliyopata kwa Mwokozi kudumu daima. Ukoko name. Amina. Ukoko name. Epafrodito wako wakine church weche mpungi ngano. Epafrodito anarejesha maneno yaliyojaa huruma na neema kwa kanisa. Odoko wakine kanisa irokamano baba sami weche mangi ngono. Anarejesha kwa kanisa mambo yaliyojaa utulivu na neema. Oh. Yes. Wewe asoma mnadonje sura gewe. Okay, wacha nisome hii nikashiriki sura na aya. Kanisa ukikaribu turuo. Kanisa si mahala pa kiburi. Ndio King David wacho ni ya. Ndio maana mfalme Daudi anasema, Puonjana chingiyore. nifundishe barabara
na njia zako. Nikete endara kata nyuma Nyasaye ukiti ng'ate. Ni kwa sababu katika barabara au katika njia Mungu ameweka mtu wake. Hakuna mgongamano. Katika njia hiyo watu wanatembea kwa amani. Ni kwa sababu Mungu aliwafundisha njia hiyo. Nilipasa sauti na kusema lazima aheshimiwe mchungaji mkuu. Kwa maana Mungu amemweka mkuu wa kanisa. Anastahili heshima. Kwa sababu njia hii tunamotembelea mamochini ni Yehova ametuonyesha. Njia hiyo Mungu ametueleza juu yake. Katika njia hiyo hakuna kumana na kuraruana. Wala hakuna cha kusema mimi ndio ninaweza Ogeda hawezi. Asumbi amenishinda mimi. Katika njia hiyo tumefunzwa. Katika njia hiyo hiyo nami pia nimemzisha. Ananipigia saluti. Nami pia namsaluti ndugu. Kisha tunapata amani. Je, umepata sehemu? Bwana nifundishe njia zako na barabara yako. Hilo ndilo kilio cha Mfalme Daudi. Ndio. Na Musa pia analia akisema, hiyo pia ni kwa Zaburi 25 mstari wa 4. Nifunze njia zako na barabara yako. Adera tupatane kwamba sasa kwa njia hiyo hakuna mgongano. Na tukikupata tunatembea ukiwa umechakaa unagonga watu. Mbingu ndio tatuonyesha kile ambacho kinatupasa kufanya. Sisi bado hatujui. Lakini mbingu kwa hakika itatuarifu. Tuende huku uende huku. Ni kama mtu gari ilikuwa inataka kuniangusha njiani. Tukiwa na Adero ndugu yangu mwinjilisti. Ni vema kutembea nawe ndugu. Inaenda huku. Ukimwachia huku anarudi upande huu. Nikajiuliza huyu sasa anatembeaje njia? Au njia hii ni yake? Zaburi 25 mstari wa 4. Nifundishe njia zako na barabara ili nisije nikatembea mienendo ya mgongamano. Niseme hii pia. Kanisani hakuna mgongamano. Lazima tunyooshe mapito yetu kwa jina la Yesu. Musa pia analia katika Kutoka 33 mstari wa 15. Bwana usituache pasipo kuenenda nasi. Mungu usipoenenda pamoja nasi basi tutakaaje kule? Unakaaje? Tutakaaje iwapo tutawakuta taifa ile wanatarajia mabadiliko na tofauti wataonaje? Ukibaki nyuma huko enenda pamoja nasi ili kuwepo tofauti kati yetu na wao. Paulo yuko gerezani lakini anamwambia Epafrodito kwamba nenda ukamwambie kanisa la Wafilipi kwamba nikumjua Kristo. Hilo ndilo ninataka pekee. Kwa hiyo niseme haraka hivi. Wamjuao Yesu anawarekebisha.
momi. Anawaandaa waliomwamini. Anafanyaje? Anawarekebisha wamjua. Kutonge sura cha. Hawatasalia katika ule umbo. Yes. Kata nuni kuumba kulukwete. Hata kama ulizaliwa chini ya laana ya kina. Kata leo mi kujiuda pabla. Au katika hali ya kukwama watu wanazikwa katika vyumba vya tambarare. Akani ngati kuluma kusika pabla. Sijui kama kuna mtu hapa rafiki. Amen. Ukanya sacha bemaro hono. Na Mungu wangu pia ni wa muujiza, ni muujiza. Ogera tu. Anajenga kwa hakika. Unaona amelijenga. Yesu loso jo mungi. Yesu anawaandaa wamjuao. Ndio. Anafanya nini? Mungi yo loso. Wale wamjuao anawarekebisha. Wanogera kinigini kwa chaka. Sisi akina Ogeda tu kukaa jinsi unavyotuona. Kila kono Emmanuel kapira kinini ya. Leo hii naambia kina Emmanuel mtoto wangu kwamba leo kachako kama sikuanza jinsi hii. Kachako maro. Nilianza vibaya. Nuli ndo manipidigo. Mulilalia ngozi ya ng'ombe. Yesu. Lakini Yesu. Madame. Niliyemjua. Madame. Ninayemjua leo. Hajaniachilia. Hajaniacha hivyo. Mama zangu hajaniacha hivyo. Bwana niko kuni touch me again no. Sema niguza tena Bwana. Imoki watu ni nyana. Wewe siyesema wewe ni mtoto wa nani? Ya injili mari duo mara masira mari chini mari moto.